Bila kupoteza muda, mwanasheria msomea Anko Shamte hati ya mashtaka. Mashtaka ya Chuma ni juu ya ubakaji na kumsababishia ujauzito binti wa shule. Akipatikana na hatia atafungwa maisha. Nadhani sasa niwache muendelee kutafakari na mimi nikajiandae. Tutakutana kesho mahakamani. Unakuja mahakamani kufanya nini? Umefutwa kazi. Swala hili nitalihandle mimi. Kwa jinsi ninavyokujua wewe si mwanasheria, ni mganga wa kienyeji. Una miujiza gani ya kushinda hii kesi ikiwa hati ya mashtaka imekushinda kuisoma? Ukiwa mwanasheria ulipaswa ujue kwamba kwenye sheria haijalishi unajua nini, bali unathibitishaje hicho unachojua. Bila shaka amepata wito wa mahakama. Kesi itaanza rasmi kesho. Chuma anashtakiwa kwa kosa la ubakaji na kusababisha ujauzito wa mwanafunzi. Neema mjamzito. Kwa mujibu wa ripoti ya daktari, ndiyo, Neema amesababishiwa ujauzito. Haki ya Neema itatafutwa kupitia mchakato wa sheria, lakini muwe imara. Huu si wakati wa kukata tamaa. Nimejaribu kutumia pesa kuzima kesi hii lakini imeshindikana. Tegemeo langu sasa ni wewe. Naomba unisaidie kwa njia zako. Mimi ndiye Anko Shamte, mganga wa waganga wote duniani. Nitafanya kila niwezalo kukusaidia. Sasa nahitaji kuonana na Chuma. Yuko mahabusu na umekataa kumpa dhamana kwa sasa. Sihitaji dhamana ili kuonana naye. Nielekeze yuko kituo gani? Siamini mtoto wangu analala ndani kituoni. Roho inaniuma sana. Tafadhali nisaidie Anko Shamte. Mimi ndiye Anko Shamte, kiboko ya waganga wote Tanzania. Anko wangu atafungwa. Kesi inaisha kesho tu. Wewe ndiye tumaini langu la mwisho. Inabidi niingie humo ndani nionane na Chuma kabla hajaingizwa mahakamani kesho. Ni usiku sana saa hizi, utawezaje kuingia ndani kuonana naye? Hiyo si kazi yako kujua, wewe nisubiri hapa. Inatosha, nenda kapumzike sasa. Kesho pia ni siku. Kumbuka tunapaswa kuamka mapema sana kuwahi mahakamani. Ukikesha hapo unasali unaweza ukasinzia ndani ya mahakama. Umewezaje kuingia humu ndani Anko Shamte? Usiogope. Nimefika kwa njia ambazo si za kawaida. Hakuna anayeniona wala kunisikia katika wakati huu. Kabla hujapanda kizimbani nitakupa dawa na maelekezo, tafadhali zingatia. Asante sana Anko Shamte. Geuka sasa na kushika bega, kende zako zinapotea. Kesho wakisomea shtaka kwamba umebaka na kusababisha ujauzito, utajibu kende sina mimba nimeitiaje. Dawa hiyo hapana Anko, nikishinda kesi nitaishije bila kende? Hapana. Fikiria vizuri, na ukifungwa maisha hizo kende zitakusaidia nini jela? Kumbuka unashtakiwa kubaka na kusababisha ujauzito. Kwa hiyo sina chaguo lingine? Hauna, lazima nitoe kende. Ila usijali, nitakaa nazo. Baada ya kesi kuisha nitazirudisha mahala pake. Nina dakika moja ya kuwa hapa. Geuka nikushike bega niondoke na kende. Ila usijali, nitakaa nazo. Baada ya kesi kuisha nitazirudisha mahala pake. Kama ni hivyo ni sawa, maana bila kende lazima kweli nitashinda kesi. Nikitoka nazipata tena kende zangu. Hiyo imekaa vizuri sana. Chuma, usiogope. Mimi niko hapa kukusaidia. Anko, ninaogopa. Nisaidie. Zimeondoka. Nini kimetokea? Natumai unakumbuka majibu ya kumpa hakimu pindi utakaposomewa shitaka. Nitasema kende sina hiyo mimba nimeitiaje? Good. Baada ya kesi utakuja nyumbani kufata kende zako. Nimeondoa kende za Chuma, nimemfundisha namna ya kuongea. Nina imani tutashinda kesi, maana bila kende hakuna mimba, na kama hakuna mimba basi hakuna aliyebakwa. Mimi naondoka baada ya kesi kuisha. Mlete Chuma nyumbani afate kende zake. Unaharakia wapi? Kwa nini usiondoke baadaye? Niko nje ya muda, natakiwa niwe Bagamoyo ndani ya Duct 22, na hapa tulipo kuna umbali wa kilomita 50. Unaweza ukaimagine kwa kasi kiasi gani nitakuwa na drive Orange yangu. Basi sawa wahi, tutaonana kesho. Mimi naelekea mahakamani. See you very soon. Court! Karani. Kesi namba 110 ya mwaka huu. Mshtakiwa ni Chuma Pakawe. Kosa linalomkabili ni ubakaji na kusababisha ujauzito kwa binti wa shule. Je, mshtakiwa yupo mahakamani? Nipo mheshimiwa. Je, shahidi yupo mahakamani? Yupo mheshimiwa. Karani, endelea na maelezo ya kesi. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam, Bwana Chuma Pakawe mwenye umri wa miaka 26 alikutana na Nima. Huyu ni binti yangu anaitwa Neema. Na wewe Nima, huyu ni Chuma, mtoto wa bosi wangu. Shikamoo kaka Chuma. Salimia kizungu bwana, wewe ni msomi. Kwaheri mama, nitakuja tena wakati mwingine. Msalimie bibi yako, mwambie mwisho wa mwezi nitakuja kumwona. Neema alitoweka baada ya safari yake. Taarifa ilitolewa polisi na alipatikana hotelini. Uchunguzi ulifanyika, mahojiano yakafanywa. Ushahidi wa kamera za usalama za hoteli ulionyesha tukio. Ripoti ya daktari ilithibitisha majeraha na uchunguzi ukakamilika. Baada ya maelezo hayo sasa na kuiji, ndugu mshtakiwa Chuma Pakawe, unashtakiwa kwa kosa la kubaka na kusababisha ujauzito. Je, kweli ama si kweli?
Mheshimiwa hakimu, Kende sina mimba, nimeitiaje? Kimya! Kimya mahakamani! Mshtakiwa, unasemaje? Mimi sina Kende. Nimebakaje mpaka nitie mimba? Kabla hatujaendelea, naomba mahakama upate break kuchunguza madai ya mshtakiwa. Mahakama imekamilisha uhakiki wa madai yaliyotolewa na mshtakiwa. Kilichobainika kitaingizwa kwenye kumbukumbu za kesi na kitazingatiwa pamoja na ushahidi mwingine wote wakati wa kutoa uamuzi. Baada ya mahakama kuchunguza, tumegundua kuwa kweli mshtakiwa hana Kende, hivyo kesi hii inatupiliwa mbali. Court! Wewe kidomodomo ulijitolea kwa shahidi, sasa angalia aliyotokea. Mungu yupo, mimi na wewe tutashuhudia mwisho wa hili swala, ila kwa sasa na kuhakikishia kwamba hili halijaisha mpaka liishe. Mungu gani unanizungumzia wewe, yule alokataliwa na Mwandambo au? Sikia binti, Mungu ni waote, sasa endelea kuniletea kiburi, kitchen party yako inakuja. Nilikuambia chukua pesa ufunge mdomo wako, ukachagua kuja mahakamani. Ulichoambulia ni mimba kwa mtoto wako isiyokuwa na baba. Mtoto wako atafukuzwa shule na wewe nimekufukuza kazi na mshahara wa mwezi huu sikupi. Ulikuwa na nafasi ya kumaliza jambo hili mapema lakini hukutaka. Sasa angalia mlipoishia. Maisha yanaendelea, kila mtu atabeba matokeo ya maamuzi yake. Afande pelelezi, ushahidi wa CCTV camera, receptionist na hata record hospital chuma na usiku. Kwa nini kesi ife kirahisi? Mimi na wewe na hata mahakama hatukuwepo mule chumbani kushuhudia. Sasa mtu hajakutwa na Kende, utalazimishaje kuwa alifanikiwa kuweka mimba? Amewezaje bila Kende? Tulia mwanangu. Kilichobaki sisi tulie na Mungu tu aweke mkono wake katika hili. Sawa mama, tukeshe leo tukiomba na kusali Mungu aweke mkono wake katika hili. Mungu wangu, tunakuomba utuonee huruma, tuelekeze kwenye njia ya haki. Mungu aunyoshe mkono wake katika jambo hili, ukweli ujulikane na haki ipatikane. Pole Neema, lakini shuleni watoto wanazungumza vibaya sana kuhusu wewe. Sikushauri uje peke yako. Ongea na mama yako akusindikize, aongee na walimu ili awakanye watoto wasikutania. Sawa Upendo, basi tangulia, acha niongee na mama. Sawa. Mama, nasikia watoto wananitania sana shuleni, naomba twende wote ukawakanya. Hilo sio wazo zuri Neema mwanangu, sababu sitaweza kwenda na wewe shuleni kila siku kuwakanya wanafunzi wasikutania. Au niache shule mama? Hapana mwanangu, maana yangu ni kwamba usijali mtu atakuzungumza vipi, walimwengu waache kusema. Muhimu mimi na bibi yako tunakupenda na tuko na wewe. Sawa mama. Haya, nenda shuleni. Inabidi tujue namna gani ya kumsaidia Neema na huo ujauzito wa utotoni. Mama, yani hata sielewi unafanya nini, maana hili swala haliwezekani tena kisheria. Tujipange kuilea, sio tatizo. Shida ipo kwenye masomo, je, ataweza kuendelea na masomo maana mimba haina siri. Nitafute njia ya kumsaidia. Au labda tu. Unataka kusema nini wewe? Ishia hapo hapo. Tena usifikirie kabisa hicho kitu. Nafikiri ni muhimu kwenda kuonana na daktari anishauri.